Dada jina lake anaitwa Kelechi. Ile Kelechi anazungusha tu bodi, manake sasa hivi Kelechi kajipata ana pesa mingi sana. Dada sasa hivi ana pesa mpaka anatamani kujiteka. Yaani dada sasa hivi ni bonge moja la tajiri. Lakini dada Kelechi kumbe pesa zake ni za masharti. Kelechi akaenda kwa mganga, na baada ya Kelechi kwenda kwa mganga akaambiwa kila pedi ambayo atavaa bibia Kelechi apeleke pedi kwa mganga, halafu bibia atakuwa ni bonge moja la tajiri. Kweli bibia Kelechi kila pedi ambazo anazivaa bibia Kelechi anahifadhi na kuzipeleka kwa mganga, halafu bibia Kelechi anakuwa bonge moja la tajiri boss lady. Pana huyu binti anaitwa Fega. Binti anateseka kinoma, maisha magumu, mama yake anaumwa. Binti Fega anaenda kumfuata Kelechi ili naye apate utajiri. Kumbe utajiri wa Kelechi ni utajiri wa masharti. Kinachokuja kumkuta huyu dada Fega pamoja na Kelechi baada ya kupata huu utajiri kinakuja kuwatokea pwani. Unaambiwa ilikuwa sio mchezo. Cha kwanza, embo subscribe channel, halafu karibu kuutazama huu mchezo mzima. My nickname, mimi naitwa Roboti na lil name, come on, you know my name. Na mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingo TV. Make sure umebonyeza button ya like, lakini pia make sure umebonyeza button ya subscribe na bonyeza button ya kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia dondosha comment yako hapo chini, niambie vipi, filamu ni unyama mingi sana ama filamu sio unyama mingi sana? Na karibu kuitazama filamu. Ngoma inaanza pana dada anaitwa Kelechi. Dada anaingia kwenye moja kati ya duka linauza mawigi ya gharama kwelikweli, lakini bibia Kelechi dada yeye ni maskini tu wa kutupwa salange. Unaambiwa Kelechi anaingia kwenye hili duka anauliza bei ya mawigi, lakini bibia Kelechi anadharaulika kinoma. Bibia Kelechi anachukuliwa poa, manake hana pesa ya kununua mawigi kwenye hili duka. Ile bibia Kelechi akawa anadharaulika tu. Muuzaji anamwambia mawigi hapa ndani ni gharama kweli, wigi moja ni $1,800,000. Alafu dada Kelechi hakuna kugusa hata wigi, manake dada Kelechi anadharaulika kweli. Na ile Kelechi akawa anasema mimi na $800,000 naweza kukupa $800,000, lakini mshikaji muuzaji akawa anamtimua Kelechi, anamfokea kinoma, embu toka hapa ndani, unanisagia kunguni tu, embu toka hapa. Yani ona wigi lako ambalo umevaa wigi la bei ndogo sijui, yani bei ya Karume, embu toka hapa ndani. Bibi Kelechi akawa anadharaulika tu. Mara ghafla akawa anaingia dada mmoja hivi, bonge moja la boss lady. Huyu dada ni bonge moja la tajiri. Muuzaji akawa anamkaribisha vizuri huyu dada, manake anajua ana uwezo wa kununua mawigi hapa ndani. Mara ghafla Kelechi anavyomtazama huyu boss lady usoni, kumbe anamjua dada bilionea tajiri, jina lake anaitwa Chimanda. Dada ni bonge moja la bilionea. Akawa anaweka oda ya mawigi kama 4 hivi unaambiwa, alafu dada anatoa $9,000,000. Basi bibi Kelechi ile akawa anashangaa tu. Kelechi akaona hapa bora kuwa chawa. Kelechi akajikuta anamsifia kinoma huyu dada Chimanda. Yani Kelechi anajikuta kama vile anakuwa chawa kwa huyu dada, anamsifia kwamba wewe noma ujue. Lakini muuzaji kwenye hili duka akawa anakasirika kweli. Ile anamtimua tu Kelechi. Kelechi, embu toka nje, manake unamsumbua tu huyu mteja wangu tajiri hapa ndani. Kelechi ile kinyonge kinoma kana afukuzwa nje ya duka. Na huyu dada tajiri Mandi akaendelea kununua mawigi hapa ndani. Baadaye tajiri Mandi akanatoka hapa nje, anakuja kuingia kwenye hii gari. Yani dada tajiri Mandi ana bonge moja la mkoko. Ile tajiri Mandi ana bonge moja la gari ya kifahari Range. Ile akanaingia kwenye gari tu. Bibi Kelechi anamletea shobo kinoma. Tajiri bosi, rafiki yangu wa zamani Chimanda. Tajiri. Lakini huwezi kuamini Mandi akawa hataki shobo kabisa na Kelechi. Ile akawa anakamata gari anasepa. Kelechi anamkimbiza kinoma hata azungumze na udada tajiri. Ila tajiri Mandi ile akawa anasepa tu na gari. Basi bibi Kelechi anajikuta kama hana bahati, manake amekosa kabisa nafasi ya kuzungumza na tajiri. Ile bibi Kelechi anaweka kitu chake vizuri kwenye mkoba. Mara ghafla akawa anapita vibaka wanamnyang'anya bibi Kelechi. Hiki kitu kikawa kinamuumiza kinoma bibi Kelechi. Embu nyie vibaka, rudisheni mkoba wangu. Lakini washikaji vibaka kitambo wameshapita hivi. Masaa yakaendelea kusonga mbele. Huko upande wa pili pana huyu binti mmoja jina lake anaitwa Fega. Binti ni msichana mdogo tu, lakini binti maisha yake ni magumu kwelikweli. Akawa anafukuzwa hapa kwenye duka, manake kila siku waga anakuja kukopa. Ile mwenye duka akawa anamtimua tu, embu toka hapa ndani, embu chomoka hapa ndani, yani unanijazia mikosi tu hapa kwenye duka, embu toka hapa ndani. Lakini huwezi kuamini bibi Fega akawa anasema leo nalipa. Basi kweli bibi Fega akawa anatoa keshi na muuza duka akawa anampa hiki kitu, lakini muuza duka anamchukia kweli huyu dada, manake dada
Fega ndio bingwa wa kukopa mtaa mzima. Masaa yakaendelea kusonga mbele. Bibi Fega akawa anafunga safari, anakuja kurejea nyumbani. Ile Bibi Fega anakuja kumwandalia chakula mama yake. Mama yake na Bibi Fega hali yake ni mbaya kwelikweli, na binti Fega ndiye ambaye anapambana kwa ajili ya kumtunza mama. Da, maskini ya Mungu, hali ya mama ni mbaya kwelikweli. Basi ile binti anambembeleza tu mama ale chakula, lakini mama yake na binti Fega, mama hapa alipo anahitaji dawa na binti hana pesa kabisa ya kumtibia mama yake, na mama hawezi kula chakula kabisa, manake mama anateseka kinoma na ugonjwa, na binti Fega anamfariji tu mama, manake binti hana cha kufanya kabisa. Fega anamwahidi mama kwamba ataenda kutafuta kazi, na akipata kazi basi atapata pesa, atamsaidia mama kumpeleka hospitali. Masaa kaendelea kusonga mbele. Fega kaenda mtani katafuta kazi kinoma kakosa. Anapokuja kurejea nyumbani anakutana na rafiki yake mmoja anaitwa Kelechi, ni kama dada yake tu kwake, ili wakawa wanapiga stori. Fega anasema kazunguka mitaa yote katafuta kazi, ile bibi Fega kakosa unaambiwa, na bibi Kelechi akana mueleza Fega. Kelechi mwenyewe maisha amempiga hapa alipoelewi. Fega anamwambia dada Kelechi, dada, lakini wewe si na mwanaume, manake wewe dada unapaswa kuwa na mwanaume kabisa ambaye anaweza kukupa pesa. Dada Kelechi kumbe ana wanaume, lakini wanaume wenyewe maskini waga hamsaidii chochote kile. Basi Kelechi pamoja na Fega wakaendelea kupiga stori. Hawa wawili ni majirani na maisha yao ni magumu kinoma. Basi ile Fega waga anamheshimu Kelechi kama dada, manake hawa wawili wanatokea wote hapa mtani na maisha yao magumu kweli kweli unaambiwa. Baadaye binti Kelechi akaa anasema kwa mama, ile kaenda kumtafutia hizi dawa mama. Ni dawa tu kwa ajili ya kutuliza maumivu, lakini si kumtibia mama kabisa. Binti Fega anaendelea kumfariji mama yake kwamba binti atapata kazi, na ipo siku binti Fega atakuja kumpeleka mama hospitali na mama atapona kabisa ugonjwa wake ambao yuko nao. Kweli mama baada ya kutumia hizo dawa za kupunguza maumivu akawa anapata usingizi. Binti Fega anamuomba Mwenyezi Mungu hata apate kazi, baada ya kupata kazi apate pesa akamtibie mama yake hospitali. Binti anaomba mpaka chozi linamtoka, manake binti Fega anapitia matatizo mazito ambayo yako nje ya uwezo wake. Binti Fega anamuomba Mungu mpaka analia, manake hapa alipo hata ajala na njaa na mgonga kinoma, ili akaa anafunga safari mpaka kwenye moja kati ya kibanda anakuja kukopa mitaa hii. Mwenye duka anamtimua kinoma bibi Fega, yani umezoea kukopa tu, kazi yako kila siku kuja kunikopa hapa dukani, embu toka, sitaki kukuona hapa dukani, embu potea hapa. Yani mshikaji mwenye duka anamchukia kweli bibi Fega, manake bibi Fega ndio bingwa kukopa kwenye duka lake. Mshikaji akaa anamtimua tu bibi Fega aondoke. Da, bibi Fega ile kinyonge kinoma, basi akaa anaondoka dukani anakuja kurejea nyumbani. Anamkuta dadake Kelechi kalala tu hapa nje. Akana muuliza, dada, mbona hujaenda kazini? Dada Kelechi anasema kaacha kazi, hawezi kuendelea kufanya kazi ambayo alikuwa anafanya, manake dada Kelechi anasema alikuwa anapelekeshwa kama mtumwa, alafu kazi yenyewe hata haina malipo ya kutosha. Na bibi Kelechi anasema sasa hivi nina ndoto yangu mwenyewe, yani Kelechi, mimi si wa kuishi maisha haya, sasa hivi mimi nina mpango wa kuja kuishi bonge moja la maisha ya kitajiri, yani sitaki tena kuja kuendelea kuishi maisha haya. Yani Kelechi anasema kuna bonge moja la mpango wa pesa nyingi. Kelechi anausikilizia unaambiwa. Ozi kuamini bibi Fega kana mwaga Kelechi kwamba bibi Fega anaenda zake kutafuta kazi, ili bibi Fega akishapata kazi apate pesa na msaidie kumpeleka mama yake hospitali. Masaa yakaendelea kusonga mbele. Bibi Fega msichana mmoja mzuri kwelikweli, dada ya watu, amegundua mitaa hii hapa ndani pana bango watu wanatafuta mfanyakazi. Akawa anagonga geti, mara ghafla akawa anatoka huyu mzee mmoja hivi wa hovyo dunia nzima, yani mzee wa hovyo mpaka vijana wa hovyo wenyewe wakasome. Huyu mzee akawa anasema binti kama anataka kazi hapa ndani ameshapata, lakini mzee anamwambia binti kama unahitaji kazi hapa ndani, hii ni kazi ambayo inalipa pesa nyingi kwelikweli, lakini kuna masharti. Empo kwanza binti, kama unahitaji kazi tingisha maziwa yako nione kama chuchu saa 6. Ha? Binti Fega akawa anashangaa tu, mzee vipi? Mzee akawa anamuuliza unataka kazi utaki kazi? Kama unataka kazi embu tingisha maziwa yako halafu geuka hivi nione kama nyashi imo, na kimbia mpaka mtaa pale afu urudi, na ndio nitakupa kazi. Bibi Fega akawa anashangaa tu, huyu mzee vipi? Mimi natafuta kazi, mimi naweza kufanya kazi kwa bidii, lakini mzee akawa anasema hapana, masharti ya hii kazi, kama binti anataka kazi basi binti ageuke akimbie mpaka mtaa pale, afu mzee amtazame binti anavyokimbia nyuma, na ndio mzee atampa kazi. Binti Fega akawa anasema hapana, kwani mimi ndio nina shida ya kazi, lakini mimi siwezi kufanya hivi ili nipate kazi, eti nigeuke nitembeli uone nyashi. Mimi sitaki kazi yako, bora niondoke tu kinyume hata usinione. Basi binti Fega ile akawa anaondoka tu, amegoma kazi kwa huyu mzee, manake amuelewi kabisa mzee anataka kumpa kazi gani dada watu. Na binti Fega akawa anarejea nyumbani, anatembea
barabarani akiwa na mawazo kweli. Hapa nyuma inakuja gari moja ya kifahari inampigia tu honi binti Fega, lakini binti Fega hasikii kabisa. Mara ghafla kwenye hii gari akawa anashuka huyu dada ili anampigia tu honi binti Fega. Binti Fega anapomtazama huyu dada anamfahamu. Huyu dada anaitwa Chimanda, lakini sasa hivi kajipata jina la mikosi la Chimanda kaachana nalo. Dada sasa hivi anajiita Mandi. Ha? Ile bibi Fega kana anashangaa tu. Mandi sasa hivi ana gari ya kifahari namna hii. Huwezi kuamini akawa anapanda kwenye gari la Mandi na Mandi anafunga safari anakuja kumtembelea mama yake na Fega hapa ndani. Bibi Mandi akawa anamsalimia tu mama yake na Fega. Fega anamueleza mama kwamba mama, nilienda kwa Mandi anaishi kwenye bonge moja la mjengo wa kitajiri. Yaani nyumbani kwake kila kazi inafanya mashine. Baadaye bibi Fega akawa anamsindikiza Mandi anaingia hapa kwenye gari. Mandi anamuuliza Fega ana shida yote ile hapa ndani, lakini Fega ile akawa anazuga hapana. Anasema hana shida yote ile. Basi Mandi akawa naga, akawa anasema okay, kamata hizi pesa zitakusaidia. Yaani tajiri Mandi amekamata pesa, anampa pesa za kutosha binti Fega. Dada Kelechi alikuwa hapa upande wa pili anatazama. Fega anapewa pesa ya kutosha na huyu dada Mandi. Dada Kelechi naye pia akawa anasogelea kwa Mandi. Kelechi naye akawa anapewa pesa ya kutosha na huyu dada Mandi. Yaani Mandi zamani alikuwa ni familia tu, alikuwa mwenzao, lakini sasa hivi ana bonge moja la gari ya kifahari na ana maisha mazuri mpaka utamtaka. Ile akawa anawagea pesa, alafu Kelechi pamoja na Fegi wanaondoka wanafurahia tu. Na ile Mandi anasepa zake. Siku ambayo inafuata bibi Kelechi baada ya kupewa zile pesa, kaenda kanunua vitu nguo. Dada Kelechi anasema yani na mimi sasa hivi nataka nianze kupendeza. Masaa yake endelea kusonga mbele. Baadaye Kelechi akaa na hema tu huko ndani anapiga kelele ile ya mini. Bibi Kelechi katumiwa pesa na ule dada Mandi. Ha? Basi Fega akaa anamuuliza. Bibi Kelechi anasema ndio nilikuwa nadaiwa, lakini Mandi kanitumia pesa. Siku ambayo inafuata bibi Fega akaa anafunga safari mpaka hapa mjengoni kwa Mandi. Tajiri Mandi akaa anamkaribisha bibi Fega hapa ndani na anapiga naye tu story. Tajiri Mandi anamweleza bibi Fega kwamba mamako mimi nimekaa naye na mama yako Fega, mama yako alikuwa ananipa ushauri mzuri kweli kwenye maisha. Na bibi Fega baada ya kuja hapa ndani kwa dada tajiri Mandi anamwambia Fega, chochote kile ambacho utataka wewe niambie tu mimi nitakupa, maana yake ni kama mdogo wangu, mama yako pia kanilea mimi, kwa hiyo wewe chochote kile ambacho utakuwa unahitaji wewe niambie tu mimi nitakusaidia. Ile Mandi akaendelea kupiga story na binti Fega, maana yake Mandi ni kama dadake tu na binti Fega, na ile wakawa wanaendelea kugonga vinywaji hapa ndani, wanagonga wine tu naambiwa. Siku ambayo inafuata tajiri dada Mandi akaa anafunga safari mpaka huko mtani ambako mama yake na Fega anaishi. Tajiri Mandi akaa anakutana na bibi Kelechi. Kelechi maisha yake ni magumu kweli hapa alipo kapagawa unaambiwa. Basi Kelechi akimwona Mandi kuna namna hivi anapenda kweli maisha ya Mandi. Dada Kelechi akaa anamwambia Mandi, yani Mandi, mimi nahitaji kuwa kama wewe. Mimi napitia maisha magumu kweli huko mtani. Mandi, mimi nahitaji kuwa tajiri kama wewe. Niko tayari kufanya chochote kile Mandi. Mandi, hebu nisaidie. Huko mtani mimi nadharaurika. Napitia maisha magumu dunia nzima. Yani niko tayari kufanya chochote kile. Nahitaji tu kuwa tajiri kama wewe. Kweli bana. Binti tajiri Mandi akaa anampa namba Kelechi. Kelechi akaa anasema nitaenda kuweka vocha, nitakupigia unipe mbinu. Nitakupigia unipe mifumo ya kuwa tajiri. Na baadaye binti Fega akaa anarejea nyumbani kwa mama. Huwezi kuamini Fega baada ya kwenda kwa tajiri Mandi, Fega kapewa zawadi za kutosha na isitoshe kapewa iPhone. Ile Fega anavimba tu kwamba tajiri Mandi, huwezi kuamini kanipa zawadi za kutosha na kanipa iPhone pia. Hiki kitu Kelechi anaona. Anasema yani na mimi lazima nije kuwa tajiri kama Mandi. Kelechi anatamani kweli kuwa tajiri. Siku ambayo inafuata Kelechi anapiga tu story na bibi Fega kwamba Fega, mimi nakwambia Fega, na mimi siku moja lazima nije kuwa tajiri kama Mandi. Mbona Mandi alikuwa kama sisi tu naye zamani? Mandi akuwa tajiri. Rafiki yangu Fega, mdogo wangu Fega, na mimi nakwambia siku moja nitakuja kuwa tajiri kama Mandi. Wetulia, ni swala la muda tu. Ngoja kwanza kesho Fega, wewe unajua Mandi ambako anaishi, basi utanipeleka mjengoni kwake. Siku ambayo inafuata kweli bibi Fega kana kuja kumleta Kelechi hapa nyumbani kwa tajiri Mandi. Ile Kelechi anashangaa tu, manake rafiki yake Mandi anaishi bonge moja la mjengo wa kifahari, na ile wakawa wanakaribishwa wine hapa ndani. Ile Kelechi anagonga wine, lakini Kelechi anatamani kweli maisha ya kitajiri kama Mandi. Na binti Fega alikuja hapa ndani kwa Mandi, manake alikuwa anahitaji pesa kidogo tu, mtaji ambayo itamsaidia binti Fega afanye biashara. Kweli baadaye binti Fega kana kuja kumjuza mama kwamba tajiri dada Mandi kanipa mtaji kidogo, mama mimi nataka nipambane kufanya biashara. Kweli basi huku upande wa pili kwa bibi Kelechi anataka udada Mandi ampe mbinu amekwaje tajiri, na ile bibi Kelechi naye awe tajiri. Bibi Kelechi naye pia anahitaji kuwa boss lady. Yani bibi Kelechi unaambiwa ana hamu kinoma na utajiri. Bibi Kelechi anasema yuko kufanya vyovyote vile na yuko tayari kujitolea kwa vyovyote vile awe tajiri. Tajiri Mandi akana muuliza Kelechi, unahitaji utajiri, lakini Kelechi kuna gharama yake utajiri. Dada Kelechi akana sema hamna shida, mimi niko tayari kupata utajiri kwa gharama yoyote ile, mimi niko tayari. Huwezi kuamini tajiri Mandi akana mwambia Kelechi,
Kelechi, ila kuna gharama yake huu utajiri. Huu utajiri kuna matokeo yake, utayaweza masharti? Lakini dada Kelechi akawa anasema yuko tayari, lakini dada Mandy akawa anamweleza kuna matokeo mabaya kuhusiana na huu utajiri. Dada Kelechi anachotaka ni utajiri tu, unaambiwa. Kweli basi, tajiri Mandy akawa anampa mifumo ya kupata utajiri huyu dada Kelechi. Kelechi akawa anakuja kurejea nyumbani. Baada ya kurejea nyumbani, Kelechi akawa amepewa kiboksi kimoja hivi na yule tajiri Mandy, kwamba hiki kiboksi kila pedi ya hedhi ambayo huyu dada Kelechi ataitumia basi hawa anaweka kwenye hiki kiboksi, na baada ya bibi Kelechi kutunza hizi pedi za hedhi, basi baadaye ataenda kuzipeleka kwa ule dada Mandy, na kila pedi moja ndio utajiri kwa bibi Kelechi, unaambiwa. Yani kila pedi moja ya huyu dada Kelechi basi akipeleka kwa dada Mandy atakuwa bonge moja la tajiri. Kweli basi, bibi Kelechi unaambiwa akakusanya pedi kama zote ambazo alikuwa ameziweka kwenye boksi. Anakuja kwa tajiri Mandy kwamba tajiri Mandy, tayari nimeshafanya kama ulivyoniambia. Kwanza tajiri Mandy unaambiwa akawa anampa pesa ya kutosha bibi Kelechi. Ile Kelechi akawa anashangaa tu, yani kumbe masharti yangu mimi kuleta pedi za hedhi tu, yani nitakuwa nakuletea pedi kama zote tajiri Mandy. Na ile wakawa wanagonga waini tu hapa sebreni, unaambiwa tajiri Mandy kampa pesa ya kutosha udada Kelechi baada ya Kelechi kuleta pedi. Upande wa pili ni kwa bibi Fega ameambiwa ukweli baada ya kumtembelea daktari kwamba hali ya mama ni mbaya kweli, na mama lazima afanyiwe upasuaji, manake dawa za kuendelea kutuliza maumivu tena haziwezi kufanya kazi kwa mama. Ili mama atoke kwenye ugonjwa, mama lazima afanyiwe upasuaji na inahitajika takriban naira milioni 15. Na binti Fega hana kabisa. Binti Fega amekaa hapa ndani anawaza tu atatoa wapi maskini ya Mungu naira milioni 15. Baadaye masaa yakasonga mbele, binti Kelechi akana kuja kwa Fega. Binti Kelechi ile anavimba tu kwamba Fega nitakuwa tajiri si muda mrefu, wetulia. Siku ambayo inafuata basi kama kawaida, binti Kelechi akana kamata zile pedi anakuja kuleta kwa huyu tajiri Mandy, na Kelechi anapata pesa kama zote, unaambiwa. Ye kazi yake ndi kupeleka pedi za hedhi tu kwa huyu dada tajiri Mandy, halafu Kelechi anapata pesa kama zote na anakuwa tajiri. Lakini alishaambiwa huu tajiri una gharama yake, ila dada Kelechi ajali wala cha nini. Unaambiwa dada Kelechi baada ya kwenda kupeleka pedi za kutosha kwa utajiri Mandy, Kelechi kapewa pesa kama zote, na sasa hivi Kelechi ni bonge moja la bilionea. Kwanza dada Kelechi anafunga safari, anakuja kwenye ile duka ambalo lilikuwa linauza mawigi gharama kweli. Kelechi anakumbuka alidharaulika kinoma kwenye ile duka, na ile akafukuzwa, alikuwa anashindwa kununua wigi. Leo Kelechi anakuja kununua ile duka zima, anakuja kununua duka pamoja na wafanyakazi, halafu anakuja kumtimua kabisa mshikaji ambaye alikuwa anamnyanyasa kipindi kile, alikuwa anamdharau. Kelechi baada ya kupata pesa kapagawa kinoma, unaambiwa. Anasema mfanyakazi alikuwa ananitukana, alikuwa ananyanyasa zamani nilivyokuwa maskini. Ilikuja kwenye ile duka akawa anasema mimi siwezi kununua mawigi ya milioni kwenye ile duka, leo nimeshakuwa bilionea na kuja kununua duka pamoja na wafanyakazi. Na huyu mfanyakazi namtimua kabisa dukani kuda deki zake. Dada Kelechi kanunua duka la mawigi, ili duka ni la kwake. Sasa hivi bibi Kelechi anavimba tu ile, unaambiwa. Baadaye bibi Kelechi amenunua bonge moja la gari ya kifahari hapa nje. Rafiki yake na Kelechi akawa anakuja, anashangaa Kelechi umejipata hivi? Anasema ndio nimejipata. Sasa hivi kwanza siitwi Kelechi, sasa hivi naitwa CK. Yani kwenye jina Kelechi kachukua jina la CK tu, ndio jina ambalo anatumia sasa hivi, na kanunua bonge moja la gari ya kifahari. Anasema kwanza rafiki yangu nipige picha na mimi nivimbe. Ile bibi Kelechi akawa anapigwa picha kwenye bonge moja la gari ya kifahari. Baadaye bibi Kelechi anakuja kurejea kwenye mjengo wake wa kifahari ambao anaishi, ile anarekodi video tu kwamba unajua nini jamani, kufanya kazi kwa bidii kunalipa. Oya, fanyeni kazi, achani kulalamika kuda deki zenu, fanyeni kazi, acheni kulalamika. Si mnaona mimi napambana, nafanya kazi sasa hivi, naishi kwenye maisha ya kifahari. Fanyeni kazi, acheni kulalamika. Kazi kulalamika tu, mnalaumu tu utawala uliopita, mnalalamika utawala huu, mnalalamika. Fanyeni kazi, acheni kulalamika. Katukana na mitusi, unaambiwa. Si mnaona mimi mwenzenu nafanya kazi kwa bidii sasa hivi, ona jinsi ambavyo naishi maisha ya kifahari. Kufanya kazi kwa bidii mimi nasema kunalipa. Siku zikaendelea kusonga mbele, tajiri Mandy pamoja na Kelechi wanaendelea kuwa bonge moja la marafiki, ile wanaendelea kwa karibu. Siku ambayo inafuata binti Fega akawa anakuja. Fega anashangaa Kelechi ameshakuwa bonge moja la tajiri. Fega akawa anashangaa tu, Kelechi tulikuwa tunaishi yote mtani, mbona Kelechi sasa hivi ameshakuwa bonge moja la tajiri? Udada Fega naye pia akawa anasema hapana, yani lazima na mimi niwe tajiri. Fega akawa anaondoka, anarejea nyumbani. Huko upande wa pili dada Kelechi pamoja na mwenzie Mandy wenyewe ni watu wa kwenye klabu tu, sasa hivi wanalewa kinoma. Yani ile baadaye wametoka klabu anakuja kurejea hapa mjengoni. Ile binti Kelechi anajizungusha tu, anasema cheki jinsi ambavyo nyashi yangu imeisha. Yani kipindi ambapo nilikuwa sina pesa, nimelala na wanaume kibao mpaka cheki nyashi yangu imeisha. Lakini yani Mandy, ona sasa hivi nimeshakuwa tajiri, lakini bado sina mwanaume sahihi kabisa. Ila tajiri Mandy akawa anamwambia Kelechi, wewe usipagawe. Mwanaume sahihi atakuja kwa muda wake. Wewe sasa hivi tulia tu, tuendelee
waendelee kula bata. Ile wanasimuliana tu habari za kule klabu. Anasema da, yule DJ alikuwa noma, yule DJ katupeleka, DJ katuchezesha yule mingoma hiyo. Upande wa pili ni kwa bibie Fega. Fega anamwambia mama yake, mama, sasa hivi Kelechi ameshakuwa bonge moja la tajiri. Yani Kelechi naye anaishi bonge moja la maisha ya kifahari. Hebu muone kwenye simu. Da, mama yake na Fega akawa anashangaa tu. Kweli Kelechi sasa hivi ameshakuwa bonge moja la tajiri unaambiwa. Mara ghafla mama yake na Fega hali yake inakuwa ni mbaya, mama ile anazima tu. Binti Kelechi anaenda hospitali, anakuja kuambiwa na daktari hali ya ugonjwa wa mama sasa hivi imekuwa ni mbaya kinoma. Yani mama ili afanyiwe upasuaji inahitajika naira milioni 15, tena inahitajika haraka iwezekanavyo. Na dada Fega hana pesa kabisa. Maskini ya Mungu amekaa hapa sebreni, machozi yanamtoka tu. Bibi Fega analia akiwa hapa nyumbani kwa mama, manake hali ya mama ni mbaya kweli kweli, lazima afanyiwe upasuaji. Huko upande wa pili binti Kelechi ana bonge moja la gari ya kifahari. Sasa hivi binti Kelechi ameshajipata, na ile akaa anafunga safari anakuja kumtembelea Fega hapa ndani. Anamkuta Fega hali yake ni mbaya kweli kweli. Ile binti Fega analia tu. Fega anahitaji pesa ya upasuaji kwa ajili ya kwenda kumsaidia mama yake, na ni takriban naira milioni 15. Maskini ya Mungu, binti Fega hata juu hiyo pesa naira milioni 15 atatoa wapi maskini. Lakini binti Kelechi akana mfariji tu Fega, ila hamsaidii, hampi chochote kile. Baadaye Fega akana anafunga safari anakuja kumtembelea mzee mmoja hivi. Huyu mzee ndio kawapangisha pale nyumbani ambako akina Fega wanaishi. Basi binti Fega akana anakuja kwa huyu mzee, anakuja kukopa pesa. Huyu mzee akana anamwambia binti Fega, yani unajua kwanza nyinyi nawadai kodi pale ambapo mnaishi, alafu tena unakuja kukopa pesa. Lakini baadaye mzee akimtazama huyu binti Fega akaona mbona huyu binti Shega tu, huyu binti mbona analika kabisa, huyu jenzi huyu ngoja, unataka pesa binti eh? Akawa anasema njoo nitajia akaunti yako ya benki. Kwa hiyo binti Fega akawa anataja akaunti yake ya benki ili huyu mzee amsaidie pesa. Lakini mzee akawa anasema hapana, unataja hizo namba ukiwa mbali mno, hebu njoo hapa kwenye sofa nitajie hizi namba. Kwa hiyo binti akawa anasogelea na kapa kwa mzee, lakini anaogopa kweli binti Fega. Kumbe mzee ni mzee wa ovyo dunia nzima. Mzee anataka kumla huyu binti wa watu jenzi, unaambiwa da, mzee ana hata huruma eti. Binti anashangaa anataja namba ya benki ili atumiwe pesa, lakini mzee anamshikashika tu, mzee anamfanyia vituko vya ajabu kinoma. Binti akawa anajua huyu mzee muhuni. Binti akawa anatimka Fega, unaambiwa. Binti Fega akawa anaondoka, anakuja kurejea nyumbani akiwa anawaza tu pesa amekosa. Mara ghafla anapigiwa simu na daktari. Daktari anamwambia binti Fega, jitahidi mama yako afanyiwe upasuaji usiku wa leo. Yani mama yako asipofanyiwa upasuaji tu usiku wa leo hujaleta hizo pesa, mama yako kesho atuko naye tena, yani mama yako atapoteza maisha. Da, binti Fega ndio hapo akawa anapagawa kinoma. Ile binti Fega anawaza tu hata ajue afanyaje. Baadaye Fega akawa anafunga safari mpaka kwa tajiri Mandi. Anakuja kumwambia tajiri Mandi, tajiri, mimi nahitaji kuwa kama wewe, nahitaji unisaidie kama jinsi ambavyo umemsaidia Kelechi, niko tayari kwa gharama yote ile. Lakini tajiri Mandi akawa anaona hapana, akawa anamwambia binti Fega, hapana, mimi kama ni pesa kidogo nitakusaidia, lakini siwezi kukusaidia uwe tajiri kama mimi tu niache na maisha ya Mandi, wewe Fega huwezi kuwa kama mimi Mandi. Lakini binti Fega anamuomba kweli msaada huyu tajiri. Binti Fega naye anahitaji kuwa tajiri, lakini Mandi akawa anasema hapana. Binti Fega mpaka anapiga magoti analia, anasema nipe njia tajiri Mandi, na mimi nahitaji kuwa tajiri kama wewe. Lakini tajiri Mandi ile akawa anaondoka tu, anasema sitaki nikuingize kwenye matatizo mdogo wangu. Binti Fega anakuja kurejea nyumbani hata ajue afanyaje. Baadaye Fega akawa anapata waso, wazi kuamini. Fega akawa anakamata simu, na ile Fega anakuja kujirekodi, anaposti kwenye mtandao. Binti Fega anasema ana shida ya milioni 18, anaomba raia wema wamchangie. Binti Fega yeye analalamika tu kwamba jamani, naomba mnisaidie naira milioni 18, naomba mnichangie, naombeni jamani ndugu zangu wa Nigeria, nina shida ya naira milioni 18, mama yangu anahitaji kufanyiwa upasuaji, la sivyo mama yangu atapoteza maisha. Huko upande wa pili ni kwa binti Kelechi pamoja na huyu tajiri Mandi. Hawa wawili sasa hivi wote ni matajiri. Wakawa wanaona hii video, binti Kelechi akawa anamwambia Mandi, kwani tusimunge na huyu mdogo mtu Fega naye pia awe tajiri kama sisi. Cheki jinsi ambavyo anahangaika huko mtani, anatafuta pesa, anahangaika ili apate pesa na aende kumtibia mama yake. Lakini tajiri Mandi akawa anamwambia Kelechi, hatuwezi kumuingiza kwenye majanga huyu binti. Hizi pesa zina matokeo yake. Hatuwezi kumuingiza binti Fega kwenye haya majanga. Unakumbuka zile pedi za hedhi ambazo nilikwambia Kelechi ulete, na Kelechi ukawa unaniletea pedi zako za hedhi? Sasa ina maana Kelechi, wewe maisha yako yote hautapata mtoto. Ina maana ulikuwa unatoa sadaka ile hedhi yako, maisha yako yote hautapata mtoto. Kwa hiyo ina maana Kelechi, kama tukimuunga na huyu binti Fega pia, ina maana Fega naye maisha yake yote atapata mtoto. Hasa Fega ni binti mmoja mdogo tu, kwani tumuingiza Fega kwenye matatizo? Na Kelechi alikuwa hajui. Yeye alikuwa anajua huu tajiri akishapeleka zile pedi basi hakuna chochote ambacho kinaendelea. Sasa hivi anakuja kuambiwa kumbe zile pedi ambazo alikuwa analeta, ina maana binti Kelechi maisha yake yote hawezi kupata mtoto. Na ndio maana kana anamwambia maisha yetu yote si ni ya kula bata tu
kwenye maklabu, ina maana hatuwezi kuwa na mwanaume. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kuwa na mwanamke na akavumilia kutokupata mtoto. Hiki kitu kikaa kinamuumiza kinoma bibie Kelechi. Kelechi anakuja kugundua, kumbe ndio maana niliambiwa huu utajiri una gharama. Kumbe ndio maana niliambiwa huu utajiri una masharti yake. Sasa kwa nini Mandy hukuniambia? Unakuja kuniambia sasa hivi kwamba maisha yangu yote siwezi kupata mtoto. Binti Kelechi ile akawa anajilaumu tu. Binti Kelechi akawa anajutia kinoma. Alikuwa anataka utajiri, lakini masharti yake ndio hayo. Maisha yake yote binti Kelechi unaambiwa hatapata mtoto. Binti Kelechi akawa anaumia kweli. Ile binti Kelechi akawa anajutia kinoma unaambiwa. Lakini Kelechi akawa anaona hapana, lazima na mimi nilipiza kisasi. Binti Kelechi akawa anafunga safari mpaka kwa bibie Fega. Tajiri Kelechi akawa anazungumza na binti Fega kwamba Fega, najua una shida ya pesa. Fega, cha kufanya jiunge na sisi. Je, uko tayari? Huwezi kuamini binti Fega kwa sababu ana shida ya pesa. Akawa anasema mimi ndio niko tayari. Basi kwanza binti Fega akawa anapewa zawadi za kutosha na udada Kelechi. Na ile Kelechi anamuelekeza Fega. Baadaye binti Fega aje wapi ili apewe masharti mazima jinsi ya kupata utajiri. Kule baadaye binti Fega akawa anakuja kurejea hapa nyumbani kwa mama na hizi zawadi. Hali ya mama ni mbaya kinoma, kalala hapa sebreni. Na ile binti Fega baada ya kurejea nyumbani kwa mama akawa anafunga safari mpaka kwa bibie Kelechi. Ile tayari kabisa binti Fega apewe masharti ni nini ambacho atafanya. Kumbe huko nyumbani kwa mama yake na Fega, hali ya mama yake na Fega nyumbani ni mbaya kweli. Na huko binti Kelechi akawa anamuita dada Fega hapa ndani kwamba Fega, kama unahitaji kuwa tajiri, wacha kufanya, unapaswa tu kuniletea pedi zako za hedhi. Wewe kila ukiingia kwenye siku zako, basi wewe unanitunzia zile pedi zako za hedhi, alafu unakuja kuniletea. Na mwisho wa siku baada ya kuletea hizo pedi, yani Fega utakuwa ni bonge moja la tajiri. Mara ghafla Mandy akawa anakuja. Ile Mandy akawa anasema hapana, Kelechi, huwezi kumfanyia hivyo huyu binti Fega. Fega ni binti mdogo tu, lakini Fega naye ana shida ya utajiri kwa sababu anahitaji kumsaidia mama yake. Fega akawa anamchukia kweli Mandy. Mandy, unanikataza nisipate utajiri? Huwezi kuamini, Fega akawa anamchukia kabisa Mandy. Fega anaungana na Kelechi. Fega anasema anataka utajiri, lakini dada Mandy anakuja huku chumbani analia tu kwamba yani hata mpaka binti Fega naye anataka aingie kwenye majanga. Na mbaya zaidi huko upande wa pili nyumbani kwa mama yake na Fega, ile mama yake na Fega hali yake ni mbaya kinoma, akawa anapoteza maisha. Binti Fega anakuja kurejea nyumbani kwa mama. Anafika hapa nyumbani kwa mama, mama tayari ameshapoteza maisha. Binti Fega kaingia kwenye kikundi cha pesa za masharti, lakini anafika nyumbani tayari kashachelewa, mama yake kapoteza maisha. Na binti Fega alikuwa anahitaji pesa kwa ajili ya kumsaidia mama yake, lakini kwa bahati mbaya mama yake na binti ameshapoteza maisha. Binti Fega anaumia kweli. Yani binti mpaka kaingia kwenye pesa za michongo ili amsaidie mama yake, lakini mama yake ameshapoteza maisha. Basi hamna hata shida ya hii pesa. Binti Fega anaumia tu. Huko upande wa pili kwa Kelechi, Kelechi analaumiwa kweli na rafiki yake Mandy. Mandy anamwambia Kelechi una roho mbaya kweli. Kelechi, umezaje kumruhusu mpaka huyu mtoto Fega aingie kwenye majanga kama sisi? Lakini binti Kelechi akana anamwambia Mandy, wewe mwenyewe ukuniambia ukweli kwamba nikiingia kwenye masharti maisha yangu yote siwezi kupata mtoto. Umekuja kuniambia mwishoni na mimi nahitaji kulipiza kisasi. Na ndio maana na mimi nikaenda kulipiza kisasi kwa binti Fega pia. Manake wewe ulinifanyia hivi mimi. Kumbe maisha yangu yote sitapata mtoto na mimi naenda kulipiza kisasi kwa binti Fega. Mandy akawa mkali kweli, anasema yani binti Kelechi, wewe Kelechi una roho mbaya kweli. Kuanzia leo mimi na wewe sitaki kabisa urafiki na binti Kelechi. Na ile Mandy akawa anamtimua kabisa Kelechi hapa mjengoni. Kelechi akawa anasema ndio naondoka. Kwanza sasa hivi mimi nina pesa. Nitaenda kununua moja kati ya nyumba ya kifahari, nitaishi maisha yangu jinsi ambavyo nataka. Sitaki ukaribu na wewe. Kweli basi ile Kelechi pamoja na Mandy wakawa wanagombana, sasa hivi hawana urafiki kabisa. Kila mmoja anaishi maisha yake kimpango wake. Na kwa upande wa pili kwa binti Fega, akaona hamna haja hizi pesa sasa. Kama binti tayari ameshapata hizi pesa, lakini hawezi kwenda kumsaidia mama yake, tayari ameshapoteza maisha. Akawa anaona hamna haja hizi pesa tena. Na kama akawa anatokea na nafsi ya mama yake inamwambia kwamba hizo pesa ambazo umebeba mwanangu zitakugharimu. Hizo pesa tumia mwenyewe, mimi mama yako sasa hivi tayari nishapoteza maisha. Kweli binti baadaye akawa anawaza kwamba hizi pesa zitanigharimu, ni bora nitafuta tu pesa za kawaida. Bibi Fega akawa anakamata hizi pesa zote, akawa anakuja kuzichoma. Bibi hataki kabisa hizi pesa za masharti. Manake bibi alikuwa ameshasaidiwa hizi pesa, lakini bado hajaanza kupeleka pedi. Basi bibi Fega akawa anachoma kabisa hizi pesa, hataki kabisa kuingia kwenye kikundi cha masharti. Na bibi Fega akawa anasema bora kutengeneza juisi tu, nazungusha zangu mtani, napata pesa ya kula na maisha yanaendelea. Siku zikaendelea kusonga mbele, binti Fega anaendelea kuishi tu maisha ya kawaida, hataki tena utajiri. Mara ghafla Mandy akawa anakuja kumtembelea Fega kwamba Fega, mimi usinione kama nilikuwa na roho mbaya nilivyokuwa nakwambia sitaki kukupa utajiri. Mandy anamweleza ukweli Fega kwamba Fega, mimi sikutaka uingie kwenye majanga. Zile pesa zina gharama yake Fega, zile pesa zina masharti yake Fega. Sikutaka binti Fega uingie kwenye majanga kama sisi. Huwezi kuamini binti Fega akawa anamuelewa Mandy hiki ambacho anamwambia. Fega
Fega akanamwambia Mandy, mimi mwenyewe pia nilikuja kugundua kwamba hizi pesa zina gharama yake, ndio maana sikutumia hata shilingi 10 kwenye zile pesa za masharti. Pesa zote mimi nimezichoma na sijakubali kufanya hayo masharti. Na ile bibie Fega akawa anamshukuru kweli huyu dada Mandy, kwamba dada Mandy, yani wewe ni kama dadangu, wewe unanipenda kama dadangu kweli, na ndio maana hata ukutaka niingie kwenye hizo pesa za masharti, pesa za majanga. Na ile wakawa wanakumbatiana tu, yani Mandy anampenda binti Fega kama vile mdogo wake wa damu, na ndio maana Mandy hakutaka kabisa binti Fega aingie kwenye majanga. Huku upande wa pili ni kwa binti Kelechi. Kelechi tangu ile siku ambayo aligombana kinoma na Mandy, Kelechi alikosea masharti, na baada ya kukosea masharti, sasa hivi binti Kelechi ameshakuwa chizi kabisa huko mtaani. Tamaa yake ya kupata utajiri, binti Kelechi sasa hivi ameshakuwa chizi kabisa, kapagawa huko mtaani, anaokota makopo tu. Naambiwa Kelechi baada ya kugombana na Mandy alikosea masharti, na baada ya kukosea masharti sasa hivi ndio kashakuwa chizi kabisa, yani unaambiwa kapagawa huko mtaani, sasa hivi kashakuwa kichaa, anafanya vituko tu mtaani. Tamaa yake ya kupata utajiri kimeshamlamba kabisa binti Kelechi. Cheki jinsi ambavyo anahangaika mtaani, sasa hivi ameshakuwa chizi dada watu. Unaambiwa inakukumbusha tu kama unahitaji pesa ya fasta, kumbuka hiyo pesa ina gharama yake. Je, utaweza kulipa gharama? Ni hayo tu basi. Ile malapa maandishi akawa yanapita, halafu filamu likawa linaisha. Embu niambie hapo chini kwenye comment mwenetu, vipi, filamu ilikuwa unyama ni mingi sana ama filamu haikuwa unyama mingi sana? Dondosha comment yako hapo chini niambie, filamu ilikuwa ni vibe mingi sana au filamu haikuwa ni vibe mingi sana? Na tukutane siku ya kesho kwenye next recap, na unyama utakuwa ni mingi sana, usikose mwenetu. Roboti, movie zako ni hatari, kila mtu anazikubali. Unasimulia kwa utulivu, lakini ndani ni mzuka hatari. Maunyama fulani nachanganya na kachumbali, ukishazama humo vinega bora uka